بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tunaendelea darasa yetu ya hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tukiwa katika kupitia kitabu Matn al-40 an-Nawawiyya cha al-Imam Muhyiddin Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahimahullah ta'ala, tukiwa tumefika hadithi ya 25 na leo tutaanza hadithi ya 26 insha Allah. Iqra. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مبكيوا كتوك أبو هريرة رضي الله عنه مسيما: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مسيما متومي والله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، kila kiungo kwa watu pana juu yake sadaka. Yani viungo vyote vya watu vina sadaka juu yake, ndio makusudio. Kullu sulama minan nas, kila kiungo kwa watu alayhi sadaqa, kuna juu yake sadaka. Kila kiungo ulichokuwa nacho kina sadaqa. al-a'dha' wal-mafasil allati ishtamala 'alayha al-badan وعددها 360 مفصلا, viungo vyote ambavyo vimekusanywa na mwili na idadi yake ni viungo 360. Mwanadamu aliyekamilika katika wanadamu wake ana viungo 360, na vyote hivi akivitumia anakuwa na sadaka juu yake, kuna khairi anaitengeneza kwake. Kila yawmin tatlu'u fihi ash-shamsu, kila siku ambayo itachomoza ndani ya siku hiyo jua, kila siku ambayo litachomoza jua ndani yake, ta'dilu baina ithnaini, ukafanya uadilifu baina ya watu wawili, sadaqatun, pana sadaka. Kwa hiyo kila siku ambayo wewe utakuwa ufanya uadilifu baina ya watu, tahkum wa tuslihu baina ithnain bil adl, ukawa na hukumu na unawasuluhisha watu baina ya watu wawili au baina ya sehemu mbili, juu baina ya pande mbili, wanasuluhisha kwa uadilifu, sadaqa hii. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi, na ukamsaidia mtu katika mnyama wake. Watu'inu ar-rajula, na ukamsaidia mtu fi dabbatihi, wa mnyama wake, fatahmiluhu 'alayha, ukampandisha juu yake, au tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu, au ukambebea yeye, ukamnyanyulia yeye juu yake mzigo wake, sadaqatun, kuna sadaka. Narudia: kila yawmin tatlu'u fihi ash-shamsu, kila siku ambayo litachomoza ndani yake jua, katika siku hiyo itachomoza jua,
ta'dilu baina ithnaini, ukafanya uadilifu baina watu wawili, sadaqatu, kuna sadaka, utapata thawabu pale na utakuwa umetoa sadaka wewe. Wa tu'inu ar-rajula, na ukamsaidia mtu fi dabbatihi, katika mnyama wake, fatahmiluhu alaiha, pengine ni muhtaji katika hilo, ukampandisha juu yake, ukamnyanyua yeye ukampandisha juu ya mnyama wake, au ukaweka wewe mgongo wako akapanda, na mfano wa hivyo, ukamsaidia mtu yani kwa mwili wako. Au tarfa'u lahu alaiha mata'ahu, au ukamnyanyulia ukambebea yeye juu yake mzigo wake, ana mzigo wake atakuupandisha kwenye gari yake, kwenye kipando chake, kwenye nyumba yake, unakuja nikusaidie, ukamnyanyulia mzigo wake. Sadaqatu, ni sadaka. Wal kalimatu tayyibatu sadaqa, na tamko jema sadaqa. Wal kalimatu tayyibatu sadaqa, na tamko jema ni sadaka. Ni mmoja katika kumfundisha mtu au katika kuamrisha mema au katika kukataza maovu au kumuombea dua au kumsalimia, yote haya ni matamko mema. Fakullu hadha kalamun tayyib, kwa neno jema ni sadaka. Wa ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib, na kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala linapanda tamko jema. Wa kullu khatwatin tamshiha ila as-salah, na kila hatua utakayoitembea kwenda kwenye swala, sadaqatun, ni sadaka. Wa kullu khatwatin tamshiha ila as-salah, na kila hatua utakayoitembea kwenda kwenye swala, sadaqatun, ni sadaka. Kwa maana utakapokuwa unakwenda misikitini kwa ajili ya swala za jamaa. Kisha anasema watumitu al-adha, na kuondosha uchafu au kuondosha chenye kuudhi, ani tariki, kukiepusha na njia, sadaqatun, ni sadaka. Kitu kinaudhi watu hapo njiani, ukakiondosha wewe kisiwaudhi watu, ni sadaka pia vile vile. Kuna jiwe, unajua kwamba hili jiwe litawaumiza watu, kuna kipande cha chuma, kuna kigae, kuna chupa, kuna hivyo, chochote ambacho kinaudhi njiani, pana matope, pana hivi. Kwa hiyo wewe ukasafisha vizuri ili watu wapite kwa usalama. Kinyume chake ni madhambi. Sasa watu wakawa wanafanya uharibifu katika njia, wanaweka vitu vya kuwazuia watu kwenye njia. Kwa hiyo haya yote yaliyotajwa kwamba ni sadaka, kinyume chake yanakuwa ni mambo mabaya ya kusababisha madhambi. Kwa hiyo Uislamu unawafundisha watu tawadhu, unyenyekevu, pia kuwa na rahma kwa viumbe, mtu kuwa mnyenyekevu mpaka kufikia mtu kumbebea mtu mzigo wake au mbebe yeye mwenyewe na kuzungumza naye kwa maneno mazuri, ni unyenyekevu wa hali ya juu. Ndio Uislamu unapotufundisha sisi, na rahma kwa viumbe, lakini pia kufanya kheri. Tuna njia nyingi za kufanya kheri sisi na kutoa sadaka katika kutuingiza katika aljanna, na watu watapishana katika kupata thawabu na kupata kheri kwa vile wanavyovitumia viungo vyao. Kuna wengine hutumia baadhi ya viungo vyao kwa shari, wengine viungo hivyo hivyo wanavitumia katika kheri, na kuvitumia viungo vyao katika kheri ni katika mlango wa kuzishukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi la shadid, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Ibrahim. Wallahi mkishukuru na hapa tutawazidishieni nyinyi, na kama mtakufuru basi fahamu kwamba hakika adhabu yangu ni kali. Naam, iqra li ba'dahu. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى:
الحديث 27 عن نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس أفتوك. حديث رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. نعم. الحديث 27 حديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنهما. نواس بن سمعان بن خالد الكلابي. نواس بن سمعان بن خالد katika masahaba wa Sham hawa. Baba yake huyu Sam'an, baba yake huyu Nawas bin Sam'an bin Khalid alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwombea dua na akampa viatu vyake. Yule bwana akampa viatu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akavikubali. Sasa mtoto wake ndio huyu An-Nawas anayepokea hadithi hii. عن النواس بن سمعان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. imepokewa kutoka kwa Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhuma kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam qala, amesema: albirru, wema, husnul khuluqi, ni uzuri wa tabia, ni tabia nzuri. Albirru husnul khuluq, wema ni uzuri wa tabia. Mtu akiwa na tabia nzuri anakuwa amefanya jambo jema, unaitwa uslubu hasri, kwa sababu anasema taarifu juz' al-jumla yadullu ala al-hasr, na hasri yuko hapa ni hasri ya idafi lilihtimami bi sha'ni ma husira fihi al-musnad ilayhi, kwa hiyo sio hasrun haqiqi. Albirru husnu al-khuluq, wema ni uzuri wa tabia. Walithmu ma haka fi nafsika, na ithmu yani dhambi ni ile iliyokereketa katika nafsi yako. Walithmu, kusema ithmu ni ma yuqabilu albir, dhambi ma haka fi nafsika ni ile iliyokereketa katika nafsi yako. Ma athara fi sadri harajan wa dhiqan wa qalaqan wa ittiraban falam yansharih lahu as-sadru, inaambiwa ile ni ithm. Ma haka fi nafsik ni ile ambayo imekereketa katika nafsi yako. Wa karihta an yattali'a alayhi an-nas, na ukachukia wewe kutokezea juu yake watu, ukachukia watu kukuona, ukawajificha ficha hivi ukionekana hapa. Mara nyingi dhambi inakuwa namna hiyo. Kwa hiyo al-ithmu ma haka fi nafsika ni ile iliyokereketa, dhambi ni ile iliyokereketa katika nafsi yako. Lakini hii ni kwa yule ambaye kuna katika nafsi yake imani. Watu ambao katika hawana imani wala hawana haya, wao wataka watu wawaone katika lile jambo lao baya na ovu, wala hana wasiwasi, halimkereketi katika nafsi, aona kwamba anachokifanya ni sahihi, ni wakati wake, atakiwa autumie vizuri. Wakarihta, na ukachukia, an yattali'a alayhi an-nas, kutokezea juu yake watu, yani kukuona juu, uko juu yake watu, kukuona wewe walifanya jambo hili, wachukia hivyo. Sawa. Amemaliza hadithi hiyo, rawahu Muslim, akayambatanisha na hadithi inayofanana hiyo, an Wabisata ibn Ma'bad radhiyallahu anhu. Wabisa imepokewa kutoka kwa Wabisa ibn Ma'bad radhiyallahu anhu, huwa Wabisa ibn Ma'bad ibn Malik ibn Ubayd al-Asadi, yani min bani Asad bin Khuzaimah. Al-Asadi kwa sababu ni katika bani Asad ibn Khuzaimah, anaitwa kunia yake ni Abu Shaddad. Wabisa ibn Ma'bad ibn Malik ibn Ubayd al-Asadi, pia anaitwa Abu Qursafa
alikuwa ni mtu analia sana, kathirul bukaa, kilia sana, la yamliku dam'atahu, alikuwa hana uwezo wa kumiliki machozi yake. Haya, anasema قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، anasema Wabis ibn Ma'bad, nilimwendea mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Faqal, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, jita tasalu anil birri wal ithmi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwoya haraka pale, je, umekuja kuulizia kuhusu wema na madhambi, wema na dhambi? Jita tasalu, yani hal jita tasalu, je umekuja kuulizia wema na dhambi? Jita tasal, hadhihi jumlatun khabariyya fi dhahiriha walakinaha istifhamiyatun fi ma'naha. Sheikh Uthaymeen yasema hivyo, jumla hii ni khabaria katika dhahiri yake, lakini istifhamia katika maana yake, na maana yake ajita tasalu anil birri, je umekuja kuulizia wema? Qultu na'am, nikasema ndiyo. Qala, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, istafti qalbak, uulize moyo wako. Is'al, uulize moyo wako. Is'al qalbak, wal istifta'u talabu al-ifta' wa huwa bimaana al-khabar, kwa maana uulize moyo wako, tafuta fatwa, utake fatwa moyo wako, uulize, jiulize wewe mwenyewe. Jambo la kwanza kutaka kujua huu ni wema au hii ni dhambi, hebu kwanza uulize moyo wako. Kwa nini? Kwa sababu albirru matma'annat ilayhi an-nafs, wema ni ule ambao imetulizana juu yake au kwenye hilo nafsi. Wema ni ule ambao imetulizana kwenye hilo nafsi. Kwa lugha ya wepesi, wema ni ule ambao nafsi imetulizana kwenye hilo, nafsi yako imetulia, murtah, huna wasiwasi, huo ni wema. Watma'anna ilayhi alqalbu, na ukatulizana kwenye hilo moyo, yani moyo ukao umetulizana kwenye jambo hilo. Watma'anna ilayhi alqalbu, na ukatulizana kwenye hilo moyo wako umetulia, huna wasiwasi, umekaa mahali wanya juisi yako vizuri tu, huna wasiwasi, kwa sababu unajua hii ni juisi. Lakini umekaa sasa wanywa mvinyo, una wasiwasi, namna ukiniona itakuwaje? Sasa uulize moyo wako, nafsi yako imetulizana? Kama wewe ni mu'min, una haya. Albirru matma'annat ilayhi an-nafs, wema ni ule ambao imetulizana kwenye hilo nafsi. Watma'anna ilayhi alqalbu, na ukatulizana kwenye hilo moyo, yani moyo ukao umetulizana. Wal ithmu, na dhambi, ma haka fi nafsi, ni ile ambayo imekereketa katika nafsi. Wataraddada fi sadri, na ikazingazinga katika moyo, ikawa haitulizani, iko kukereketa. Wa in aftaka an-nasu wa aftauka, wajapo kukupa fatwa wewe watu na wakakupa tena fatwa, haina neno, lakini bado nafsi yako bwana, hiyo mimi naona haina neno bwana, chukua tu riba hiyo, haina neno, bado nafsi yako haijatulia. Wa in aftaka an-nas wa aftauka, wajapo kukupa fatwa wewe watu na wakakupa tena fatwa zatoka tu, hiyo haina neno, wewe usiwe na wasiwasi, bado nafsi yako, maadamu wewe ni mu'min, bado nafsi yako inakuwa haitulizani. Sawa? Akarudia pale, wa in aftaka nas, ndio ile ya kwanza, wa aftauka, yani wa aftaka nas, wakakupa fatwa, kaangalia kitabu hiki na kitabu kile, kimuuliza shekhe yule akwambia hivyo, mzee hamna neno, lakini bado wewe nafsi yako haitulizani. Kwa hadha min babi tawkid, yani hatta law aftaka an-nas fala tarji ila fatwahum ma dama qalbuka lam yatma'inna ولم يستقر فلا تلتفت للفتوى. Sheikh Ibn Uthaymeen yasema hivyo. Huu ni katika mlango wa taukid,
yani hata kama wakakupa wewe fatwa watu wakakupa fatwa usirejee kwenda kwenye fatwa zao muda wa kuwa moyo wako maadamu moyo wako haukutulizana kwenye hilo moyo haukutulizana juu yake wewe usiangalie fatwa hizo achana na jambo hilo sawa kwa mtu asighurike na kupewa fatwa na watu hasa atakapokuwa nafsi yake bado haijatulizana katika jambo hilo je uhalali wake na uharamu wake kwa sababu ile hadithi kule innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun naam اقرا الحديث الذي بعده lakini nasema hapa kwanza kabla ya hapo hadithun قال الشيخ رحمه الله تعالى حديث حسن حديثه ni hadithi hasan daraja yake ruwinahu tumepokezwa hiyo hadithi fi musnadi imam Ahmad ibn Hanbal katika musnad mbili musnad imam Ahmad ibn Hanbal والدارمي na musnad ad-Darimi hii wanasema wanaochuoni mara nyingi musnad lakini muradi hapa ni sunan kwa sababu ya imam ad-Darimi hana musnad ana sunan na sunan ya al-imam ad-Darimi bi sanadin hasan kwa sanad iliyokuwa hasan kwa al-musnad yutlaq wa yurad bihi al-kitab alladhi turwa fihi al-ahadith bil asanid mara nyingine neno musnad hutajwa ikakusudiwa kitabu ambacho hupokewa ndani yake hadithi kwa isnadi kwa hiyo kitabu cha Bukhari jina lake al-Jami' as-Sahih al-Musnad kwa sababu gani kwa sababu hadithi zake zimekuja kwa asanid lakini masanidi hasa kama ilivyo kwa istilahi ni musnad Imam Ahmad musnad Abi Daud at-Tayalisi musnad al-Humaydi na wengineo ama kitabu cha Imam ad-Darimi kwa kuwa kimepangiliwa katika mpangilio wa hadithi za kifiqhi katika abwab fiqhiyya chaitwa sunan ni sunan ad-Darimi lakini pia wanaoshuoni wanasema Imam ad-Darimi anayo musnad na haya ameishiria Imam al-Khatib al-Baghdadi katika tarjama yake alipokuwa kimuelezea Darimi katika tarikhi ya Baghdad hiki kitabu ambacho kipo katika mikono ya watu kimejaa kwenye maktaba hizi maktaba zetu ni ile ni sunan ad-Darimi kwa sababu taratibu yake ala al-abwab al-fiqhiyya haya اقرأ الذي بعده قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح الحديث 28 حديث 20 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه imepokewa kutoka kwa Abu Najih al-Irbad bin Sariyah radiyallahu anhu قال amesema wa'adhana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alitupa mauidha alituwaidhi sisi mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa'adhana Rasulullah alitupa mauidha sisi alituwaidhi sisi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam mauidhatan kwa mauidha ambayo wajilat minha alqulub zilitetemeka kwa mauidha hayo nyoyo zilitetemeka kwa mauidha hayo
wajilat minha alqulubu, zilitetemeka kwa mauidha hayo nyoyo, wadharafat minha aluyunu, na yalitirizika machozi kwa mauidha hayo, macho yalitirizika machozi. Faqulna ya Rasulullah, tukasema ewe mtume wa Allah, kaannaha mau'idhatu muwaddi'in, kana kwamba hayo ni mau'idha ya mwenye kuaga. Kaannaha, kana kwamba hayo mau'idhatu muwaddi'in, ni mau'idha ya mwenye kuaga. Faausina, basi tuusie, tupe wasia ya Rasulullah, kama vile watu waga. Maana maneno haya yalikuja ni mazito, hatuwezi kuyahimili, nyoyo zimepata hofu, macho yetu yanatirizika machozi. Haya, tuusie kama watu wage ya Rasulullah. Qal, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi, ninakuhusieni kumcha Allah, wasam'i watta'a, na kuwa wasikivu, na kuwasikiliza viongozi na kuwatii. Wasam'i watta'a, na kuwasikiliza viongozi na kuwatii. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun, ajapokuwa kiongozi juu yenu mtumwa, akiwa amiri. Wa in ta'ammara, ajapokuwa kiongozi juu yenu, abdun, mtumwa. Hata kama kiongozi wenu nyinyi sasa imefika wakati mwatawaliwa na mtumwa, min babil iftiradhi, kama ikitokea namna hiyo ikawa kiongozi anayewatawala nyinyi ni mtumwa. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun, ajapokuwa kiongozi juu yenu mtumwa, fanyeni usikivu, kuweni watiifu. Fa innahu, hakika mambo yalivyo, man ya'ish minkum, atakayeishi miongoni mwenu nyinyi, ani umri wake ukarifuka, akaishi kwa muda mrefu kumbeleni. Fa innahu, hakika mambo yalivyo, man ya'ish minkum, atakayeishi miongoni mwenu, ay tatulu bihi alhayatu, uhai ukarifuka kwake. Fasayara ikhtilafan kathira, hakika ataziona tofauti nyingi. Asinu huna litahqiq, sini iliyokuja hapa ni ya tahqiq. Hakika ataziona ikhtilafu nyingi, fil aqida wa fil amal wa fil manhaj. Wa hadha alladhi hasal. Sheikh Ibn Uthaymeen yasema hivi, ikhtilafu nyingi katika aqida, ikhtilafu katika matendo, ikhtilafu katika manhaj, na haya ndio ambayo yanapatikana. Yapo haya yametokea, ikhtilafu hizi zipo. Masahaba walioishi muda mrefu walikuja kuziona ikhtilafu hizo, zilitokea katika wakati wao. Kuna watu walileta ikhtilafu hizo. Fa alaykum bisunnati, basi kamataneni na sunna zangu. Fa alaykum bisunnati, basi kamataneni na sunna zangu. Wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin, na sunna au mwenendo wa makhalifa waongofu, almahdiyin, wenye kuongozwa. Almahdiyin, wenye kuongozwa. Sifatu muakkada lima sabaq, لأنه يلزم من كونهم راشدين أن يكونوا مهديين. hii itakuwa ni sifa yenye kutiliwa mkazo kwa kile kilichotangulia, au muakkidatun lima sabaq, sifa yenye kutilia mkazo ya kile kilichotangulia, kwa sababu inalazimu kwa kuwa wao ni wenye kuongoka kuwa ni wenye kuongozwa. idh la yumkinu rushdun illa bihidayah, kwa sababu hauwezekani uongofu isipokuwa kwa kuongozwa. Kwa hiyo sifa iliyokuwa hapa sio sifa ya ihtiraz, lakinaha sifatu tawkid wa bayani illa, ni sifa ya kutilia mkazo na kubainisha illa. Yani annahum rashadu liannahum mahdiyun, wameongoka kwa sababu wao wameongozwa. Addu alayha, ziumeni bin nawajid, kwa magego, ziumeni kwa magego yale meno ya mwisho. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur, na tahadharini na yenye kuzushwa katika mambo. Wa iyyakum, na tahadharini
wa muhdathati al-umur, na yenye kuzushwa katika mambo, yani al-umuru al-muhdatha, tahadharini mambo yenye kuzushwa, kwani min idafati sifati ila mawsufiha, katika mlango wa kudhibitisha sifa kwenye mausufi wake. Fa inna kulla bid'atin dalalah, kwa sababu kila bid'a ni upotevu. Maelezo yatakuja baada ya adhan. Falyu'adhdhin almu'adhdhin. Naam, hadithi hii ni hadithun adhim kama wanavyoeleza wanavyuoni. شأن عظيم اشتمل الحديث على وصية عظيمة جامعة شاملة. hadithi imekusanya wasia mkubwa wenye kukusanya wasia wenye kukusanya mambo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amewahusia watu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na hili ni jambo kubwa. Kadhalika akahusia watu kuwa watiifu kwa viongozi na kuwa wasikivu, kwa sababu hilo ndio salama kwao kwa dini yao na miji yao. Akawahusia watu kushikamana na as-sunnah, was-sunnatu kasafinati nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharq. Na sunna ni kama jahazi la Nuh, kama safina ya Nuh. Atakayepanda kwenye sunna atasalimika, na atakayebaki nyuma akaiacha sunna ataghariki. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasisitiza juu ya kushikamana na kufuata njia ya as-salafu salih, nao ni as-sahaba bil khusus al-khulafa ar-rashidun al-mahdiyun, makhalifa waongofu wenye kuongozwa. Lakini mwisho akatahadharisha juu ya uzushi, watu kuzusha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mambo ambayo hakuyafunza Mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba zake al-khulafa ar-rashidun. Katahadharisha juu ya mambo haya. Ukiangalia dhajja inayopatikana katika ulimwengu hivi leo kwa kiasi kikubwa ni katika kuyaacha mambo haya. Balaa zinakuja kwa watu kuacha takwa Allahi azza wa jalla. Miji inaungua kwa sababu ya kuacha as-sam'u wa ta'a ala ulati al-umur, kuacha usikivu na utiifu kwa watawala, wataka kuwapindua, kuondoa katika madaraka. Hatimaye yapatikana faudha na balbala katika miji. Kadhalika bid'a zinakithiri na migongano inakuwa mingi, kwa sababu watu hawataki kuyashika yale ambayo ameacha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mafunzo ambayo ni mengi. Tukisema tuanza kuyashika hayo peke yake, umri utaisha na hatutayamaliza. Watu wakayaacha hayo wakayavumbua mingine, na kila siku katika wanaoyavumbua yanazuka mingine mapya ambayo ni akbar min ukhtiha. Leo watu walikuwa wakipiga ngoma tu hivi na filimbi, leo watu wanapiga mpaka vinanda sasa na magita, na wakicheza wakidai kwamba wanamsifu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo wanachotakiwa Waislamu wajue kwamba atakayeishi kile utakavyoishi wewe, utakuja kukutana na tofauti nyingi katika dini, tofauti zinaongezeka, na kuzimaliza si kuambia Waislamu kapanda juu mimbari kwa kadhiban wa zuran, wasema Waislamu tuacheni farka, tushikamane, tuwe kitu kimoja. Wazungumza tu, lakini hutaki kuhimiza kwenye kile ambacho kitawaletea umoja Waislamu. Hutaki kukataza kile ambacho ni sababu ya kuwafarikisha Waislamu. Mtume swalla sallam amekitaja sababu cha kuwafanya Waislamu kitu kimoja ni at-tamassuk bi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Sababu ya mitafaruku ni al-ibtida'u fi ad-din, na Mtume swalla sallam amelitahadharisha, fa iyyakum wa muhdathati al-umur, kwa sababu haya mambo ndio yanatafarka katika mujtama. Sasa kusema tu tushikamane tuache farka, ili jambo halitasaidia kitu. Tutakachosaidia ni kuhimiza watu warudi katika sunna na waache uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, yani maelezo kwa ufupi, lakini ila hadithi na mambo mengi. Wakati huturuhusu kufanya hivyo, na itabidi tusome hadithi moja moja, nusu hadithi itakuwa sio sawa, na sisi tupate ile maarifa tu, tarjama na maarifa ujumla katika hadithi hizi. Tayeb, soma ile hadithi baada yake.